ile nilipanda. Mulipanda ingine wapi? You were supposed to replace it. Sio kung'oa bwana. Chairman. Mulipanda? Okay, asante. So similarly, you may have to think about that tree. Mkiona inaweza kudhuru the foundation, pia itaumia. Because we also need these trees, and I think this place is amazing. It will be a wonderful place for worship, and worship only of God the Most High. We went to AIC Kasina, na pia tukawasaidiana na wao. I hope you are able to do something. The Catholic fraternity, nitajaribu kwenda Muithi Museo. You remember when the choir from Muithi Museo, right? Good Shepherd Church, ilitoka na ikazama, wakafa maji, Enziu Bridge. We were with them that time. I think so many years after, I'm sure that congregation is still hurting. Muwe munaombeana as a community of believers in this county and in this city of Mwingi. For soon, it will be a city, God willing. I had my dream that should be the mining capital of Kenya. It could still be. Special economic zone, giving people, vijana hasa nafasi za kazi in our mines, wherever. It is good if William Ruto wants to come for Madaraka Day. I've heard it for the first time. Of course, anakaribishwa. And I also agree it would be good for him to remember several things. High Grand Force, pale kwa huyu Mheshimiwa Ndagara. High Grand Force is a major project. Mimi na President Kibaki, that time, being his vice president, we looked at High Grand Force as a Vision 2030 project. Hiyo ni project moja ambao ingeleta sio maji peke yake, but irrigation from Mwingi towards Tana River, even Garissa. It's a critical thing. Na hiyo ready, funding yake I think is ready. There are people from the United Kingdom who are ready to do that project. Itafungua mambo mengi sana. And implementation of that project itoke Mombasa kupitia ile barabara aliyozungumzia senator, inapitia kwa Mheshimiwa Makali, inakuja na kwenda kufungua. So you cannot do that project from the port of Mombasa kupitia Nairobi and kuelekea upande kupitia kwingine. This is a shortcut. That is the way we designed implementation of this project. And I think Governor Malombe has already set aside some 30 acres mahali ya kujenga makao makuu on this side. Important project ambayo itasaidia vijana kupata nafasi za kazi, itasaidia ukulima kujilisha. Pia this road mimi mwenyewe nilianzisha hiyo project nikiwa vice president. Kibwezi, Mutomo, Kitui, Mwingi, Gatunga, Maua. Another Vision 2030 project. It opens landlocked Ethiopia, mahali wametoka kupiga kura jana, kupitia hapa kwenda port of Mombasa. But for now, Ethiopia inatumia the port of Djibouti, mahali Djibouti wameibuka washindi. So these are things that are important. Kwa sababu wanaishi sisi ni wapinzani, na huku tunatoa kodi kama Wakenya wengine, right? Wanatunyima haki zetu. Kwa hivyo nakubaliana na senator. Kabla kuja Madaraka hapa, William aruhusu watu yake hawa waanze kutengeneza hii barabara. It will be useless for him to come, kwa sababu Mheshimiwa CNN alipiga simu against the party position wakati ulisema sisi tunasema kufa driver, kufa makanga. Hakuna haja ya kungoa Gachagua na wanawacha Ruto. Lakini CNN alikuwa amedanganywa kwamba hii barabara sasa ukipigia Gachagua ondolewe itawekwa lami. Now it's quite a time since hiyo ifanyike and there's no action. So tutaambia Mheshimiwa CNN asikubali tena
kudanganywa na hawa watu. Hii siasa udanganyifu is a problem. Now yakafanyika yaliyofanyika jana. Kwa maoni yangu, and I think I know what I'm talking about, born of experience. I was our country's foreign minister twice, na ambaye amechaguliwa kule wa Djibouti was a foreign minister. Hata yule Madagascar was foreign minister one time, na another minister for the economy. Unaona kuna muhimu tufanye hii kazi haraka ya kuweka tiling. But I wanted to say, kupoteza kwa Raila Odinga, tukubali, ni pigo kwa image ya nchi ya Kenya. We have suffered an image problem because Raila Odinga was more qualified than these others who have been foreign ministers. Now he lost because he lost while he has been a former prime minister. And I agree with Mheshimiwa Gideon. Yule amepoteza Addis Ababa sio Raila Odinga, ni William Samoei Arap Ruto ndiye amepoteza, na ndiye amedhuru sura ya nchi. Hebu angalieni kikundi cha South African Development Team SADC kikiongozwa na South Africa, Zimbabwe, Zambia, Botswana. Hata mimi mwenyewe nilikuwa nimesukuma marafiki zangu kama President Akaide wa Zambia, na ambaye amechaguliwa upande wa Botswana ni rafiki yangu sana, President Duma. Wote walikuwa tayari kumpigia Raila Odinga. Lakini wakati Ngoma, mji wa Goma uliangushwa ukachukuliwa na M23, na juzi wamechukua mji wa Bukavu, pengine wanaelekea Kisangani, DRC, nchi ambayo nimeifanyia kazi mimi mwenyewe. Askari jeshi wa SADC hasa wa South Africa wengi zaidi ya 50 waliuawa Goma. Tanzania vile vile wakauawa. Nchi ya Burundi iko katika hali ya wasiwasi, and Burundi is an East African country. Congo itself is an East African country, DRC. Hiyo harufu mbaya ya kuingilia maslahi ya nchi ya DRC, wakati Ruto alianzisha hapa Nairobi River Congo Initiative, ilikuwa inaongozwa na nani? Na aliyekuwa chairman wa IBC wa DRC, and then leaders of M23. That is what has spoiled the party for Raila. Tshisekedi, I know him, ni rafiki ya Raila kwa mfano. Alikuwa na maumivu. Huyu rais wako anafanya nini? We have even joined the East African community, na huyu rais wako anaingilia mambo yetu. This is the truth. Uhuru Kenyatta, who was a facilitator, akatolewa mamlaka, akatolewa pumzi. He had no time. Remember, we had East African Standby Force, wakaondolewa so that these people will now move. The 16-member bloc of SADC had issues with the leadership of William Ruto, and this is why he tried to say ataitisha kikao maalum Nairobi. Nobody came, mpaka mwishowe akasema okay, let us do joint EAC SADC Dar es Salaam. This is what has caused this terrible loss to the country, na kupaka Raila matope kwamba amepoteza.
That is one reason, one major reason, because that block ya 16 waliposema wataanza kupigia mtu yao wa Madagascar in round 2, kumbukeni Raila alikuwa na 22 votes, lakini after mtu wa Madagascar wa SADC supported amejiondoa, SADC yote inaenda kusupport Djibouti because they have a problem with William Ruto over the DRC problem. Tuko pamoja? Ni lazima tuambiane ukweli, tuambiane ukweli. Kwa hivyo hatuna furaha. Tulikuwa tukitarajia kwamba mambo haya yataenda sawa. Ni lazima Wakenya wapate sasa the real explanation, because Raila Odinga was not a normal minister for foreign affairs. I think this explains the hype. Watu wengine wanataka kujipendekeza, wanaenda huko kumpigia debe, hawajui kwamba wanaopiga kura ni ma-president. You can't even get near them. Why are you going there? Who is even get there? Yani huwezi kufika. Mkiangalia Raila alipatiwa lift na Ruto kwenda kwa Mandela, kwa AIC headquarters, AU headquarters, kumbi ambayo inajulikana kama Mandela. I have worked in that area, in that space. I was the chairman of the AU Candidatures Committee for 2 terms. And I knew how you get there. You must obtain 2/3, round 1, round 2. I think they were generous. In fact, at round 4, unless they have amended the rules, what should have happened is the chairman, now President of Angola, should have called off the election. Nobody has raised 2/3 majority, and the current chair angeendelea kwa mamlaka until wanaitisha uchaguzi mwingine. But I think the heads decided we must have a leader, wakaendelea na hiyo maneno. Kwa hivyo jambo hili tusifurahie, liko na aibu, limeleta aibu kwa sura ya nchi ya Kenya. And I place the blame squarely on Raila, on Mheshimiwa William Samoei Arap Ruto, who was a chief campaigner. Alikuwa na nia yake nyingine, pengine kwamba akimsukuma Raila basi atakuwa na easier time. He didn't know it was going to be very difficult. Na pia ikumbukwe vijana wa Gen Z wako na ability ya kulobby, and they lobby directly. This is the other main reason, and I agree with Mheshimiwa Mulugi, the main reason ingine ndio hiyo. Wewe, Raila was not Raila. He was a candidate of a country called the Republic of Kenya. Sasa watu wanaangalia ile bendera ya Kenya inabebwa pale, ni the same bendera watoto walikuwa wanabeba na chupa ya maji na simu kufanya valid demonstrations na wakauawa, and no explanation. So anasema huyu ni yule rais aliua watoto, ndiye amepresent candidate hapa. These young Kenyans have ability to lobby anybody anywhere, and they lobbied heads of state. Kwa hivyo wanasema nchi ambayo inaua watoto, nchi ambayo inafanya abductions, kwamba ni mbaya sana. Afadhali ile detention without trial, because your papers used to be signed, umewekwa ndani. Abduction umewekwa ndani ya Sumbaru, hujui uko wapi, and then eventually tukapata wengine wameuawa. Yesterday I said in Kabah, Ruto one time aliangalia retired Inspector General Mutiambai, who was with us at this funeral yesterday. Akasema Mutiambai was the most useless Inspector General the world has ever known. And I said, Mutiambai, you are sitting here. He was in Kabah. Mutiambai huyu haku preside of abduction ya watoto. Yule alichukua na Mutiambai ni Kome had to be forced to resign. Yule sasa anafuatilia huyo anaitwa nani? Kanja. Afadhali Mutiambai haku preside of abductions, hakuua watu. So now the question is, who is the most useless? IG, or shall we say the most useless?
person bearing the highest responsibility. Kwa hivyo mambo haya ni vizuri tukikuwa hapa mjue to address this issue from Mwingi today. Of course, I will be going everywhere in the country. Kwanza naleta salamu kutoka Mombasa. Mnazipokea? Tulikuwa huko Jumapili. I think Speaker Kenengo anakumbuka tulikuwa upande wa Malindi on Sunday. Kanisa la AIC Bishop, that kanisa mahali kunaitwa Kakonene in Malindi, ilioka Mwingi Migwani, Kyuso, Reverend Biti 50 years ago. So that little church was celebrating. So it is good you send those missionaries. Anatoka kwa Mheshimiwa Katonyi. I think Katonyi was also there. Na watu kule Malindi, tukaenda from Malindi tukaingia Mombasa na tukaenda mpaka Kwale. Wakenya wanalia, wanataka ukombozi wa kisiasa. Ukombozi. Wanasema raundi hii sio kura ya kawaida, raundi hii ni ukombozi. I mean honestly, ukiona kama tunaenda kipindi cha kungangania mambo kwa njia ya kawaida, bishops, you have work to do, to pray. It's not going to be business as usual. We have a country to redeem. We have an image to redeem. This is not the Kenya we should expect. Yani our former prime minister anaenda naibishwa, na sio aliaibishwa, ni Kenya. We cannot keep quiet. The reasons are there. The reasons are there. Wengine kina Mudavadi walikuwa najipiga kifua. Some of those people should resign. Watoka sema tumeweka Kenya hibu ya kutosha, sisi tunatoka. They cannot just take it. Because that is really the issue. Because Raila has his credentials. Naomba sasa mnikubali tupake rangi kanisa hii. Nyumba ya Mungu tupake rangi. Wangapi wako tayari tupake rangi? Tupake rangi sasa. But before tupake rangi, mimi nitaanzilisha Kaitani nipatie bwana. Atupatiwe hiyo kikapu mahali ama that other thing. Tutapaka rangi, nimeanza na yangu hapa. Tupakeni rangi. It's not even much money. Hii ni 100,000. 100,000 ya kupaka rangi. Mheshimiwa Mulungi 50,000 ya kupaka rangi. Mheshimiwa Agnes Kawindu 20,000 ya kupaka rangi. Mheshimiwa Senator Ambua 20,000 tunapaka rangi. Mheshimiwa Makali 20,000 tunapaka rangi. Mheshimiwa Speaker 10,000. Bara kutoka Isiolo kwenda Kulamawe iende upande wa Mondogashe ikatokee Mandera, wakamwambia uongo. Huyo ni ujasiri, si ujasiri. Akakazirika, akasema haya, nitawasafirisha. Mimi nataka Ruto ambie vijana wa Kenya, akisema atawasafirisha kuelekea wapi? Je, hajatosheka kuwasafirisha vile vijana wananyakuliwa, wanawekwa kwa buti, kwa Subaru, kwa magunia, na wengine kwa kware, na kwa sababu walifanya haki yao kikatiba